matumizi bora ya ardhi ili kupunguza uharibifu wa misitu na migogoro ya ardhi. Karibu sana. Asante. Naweza nikaanza kueleza kwa njia ya pointi. Swali linasema njia za GIS kuweza kusaidia kupanga matumizi bora ya ardhi ili kupunguza uharibifu wa misitu na migogoro ya ardhi. Pointi yangu ya kwanza ni ufuatiliaji wa mabadiliko ya misitu, ambayo tunasema ni forest monitoring. Kwamba GIS hurahisisha kufuatilia misitu, kwa mfano kwa kutumia hizo tuseme picha za satellite au Landsat, kwamba uwezo ukasema kwamba Vikindu inapungua, yani sio kama ni Vikindu nzima inapungua, kuna eneo fulani ndio lina experience upunguaji mkubwa kuliko eneo lingine. Sasa tutajuaje? Ndio kupitia hiyo GIS na rahisisha hizo picha zitaonyesha kwamba eneo hili labda ndo lifanywe conservation kubwa kuliko eneo fulani hivyo. Hapo point yangu ya pili inasema upangaji bora wa matumizi ya ardhi, ambao inaitwa land use planning. GIS inarahisisha upangaji bora wa ardhi ili kuepusha migogoro katika jamii. Kwamba tukifanya mapping tutaonesha kwamba kwenye ramani eneo hili lina udongo mzuri ambao lina support agriculture. Kwa tutasema kabisa eneo fulani lina support agriculture, eneo fulani lina misitu lina support uhifadhi. Kwa hiyo inasaidia hata serikali na TFS, Tanzania Forest Service, kupitisha kwamba kwa jamii kuambia kwamba eneo fulani usiingie. Kwa mfano kama hapa wanaokaa around hapa Vikindu hawezi wakaingia hapo kwenye msitu na kuanza kuanzisha kilimo, au mtu akapitisha ng'ombe zake walime. Kwa hiyo yani tayari ile eneo lishatangazwa rasmi kwamba ni eneo la uhifadhi, na hivyo inaweza kurahisishwa kwa GIS. Point yangu ya tatu inasema kutambua maeneo hatarishi, ambayo ni risk mapping. GIS inasaidia kutambua maeneo hatarishi, kwa mfano niseme forest fire, moto katika misitu. Yani tukichukua hizo picha tukaziprocess na tukija tukifanya visualization ambayo ndo ramani, inaweza ikasaidia kabisa kuona eneo gani ni hatarishi. Yani itasaidia hata serikali na TFS na wadau wengine, hata jamii kusaidia kutoa kutoa suluhu mapema kwamba eneo hili labda yani liko rahisi sana kwenye risk ya kuharibu misitu hifadhi. Alafu point yangu nyingine ni kusaidia maamuzi sahihi, ambayo ni decision making. Hii inasaidia kupunguza migogoro, kwa sababu GIS inafanya maamuzi yenye uthibitisho, sio kubahatisha. Yani tunavyokaa mtu anakaa na data kwamba yani eneo hili ni la msitu, usiingize labda ng'ombe zako hivyo, usiingize wanyama wako. Kwa hiyo yani ni tayari na unaonyeshwa na ushahidi kwamba kuna msitu hapa, usipite. Yani kwa ile tunaita kwa Kiingereza ni data driven decision. Yani mtu anaweka kabisa na data, yani uthibitisho, sio kwa kubatisha tu unaongea tu from nowhere kwamba usifanye kitu hiki hapa, usifanye kitu hiki pale hivyo. Alafu point yangu nyingine, kupunguza migogoro ya ardhi. Hii GIS inasaidia kuweka mipaka kwa kutumia hivi vifaa vinaitwa GPS. Tunaweza tukachukua coordinates. Kwa hiyo ili sehemu hii hapa, hii kwa mfano hivi Kindu si ina vipaka, ni kwamba ina eneo nzima ni kilomita fulani, kwa ili eneo lisiguswe. Kwa yani wewe mkulima unakuja kulima hapa, ni wewe unautafuta huo mgogoro, kwa sababu yani tayari ilishapimwa ile eneo na inajulikana kuanzia sehemu fulani mpaka sehemu fulani ni Vikindu nzima. Kwa usiingize wewe mkulima, usiingize mazao yako anza kupanda hapa, au wewe mfugaji kuingiza wanyama wako kuja kuwarisha. Kwa hiyo inasaidia migogoro kwa njia hizo. Asante Ramla kwa point zako nzuri sana. Na swala la migogoro ya ardhi ya sasa katika maeneo ya misitu limekuwa ni jambo ambalo linakuwa kwa kasi sana, na mimi binafsi naamini kwamba jamii yetu hata miaka ambayo imepita wamekuwa tayari wana njia zao ambazo wanazitumia katika kuhifadhi misitu pamoja na mazingira kwa ujumla, lakini tunatambua na lazima tuone umuhimu wa data, kwa sababu sisi tunafanya kazi ndio kama jamii, lakini data inasaidia kutupa sisi nguvu na kuonesha umuhimu wa haya yote ambayo tunapambania. Kama ulivyosema kwamba katika msitu wa Vikindu iwapo kuna sehemu ambayo imewekwa ni maalum kabisa kwa ajili ya uhifadhi,
na sehemu nyingine ikawekwa kwamba hapa ndio jamii wanaweza kufanya jambo fulani, basi itakuwa ni vizuri sana kuonesha umuhimu wa haya yote ambayo tunapambania. Kama ulivyosema kwamba katika msitu huu wa Kikindu wapo kuna sehemu ambayo imewekwa ni maalum kabisa kwa ajili ya uhifadhi, na sehemu nyingine ikawekwa kwamba hapa ndio jamii wanaweza kufanya jambo fulani, basi itakuwa ni vizuri sana kwa sababu itaweza kuhakikisha kwamba wadau wa misitu wanaweza kufanya shughuli zao za uhifadhi, lakini pia wanajamii wanaweza kupata zile huduma za misitu ambazo wanazihitaji kwa wakati bila kuingiliana katika namna yoyote.